Hamjambo jamani, nataka niwafundishe product ingine ambayo ni sabuni yenye nguvu sana. Sabuni yenye nguvu sana. Hii inafanya mambo mengi, itakusaidia kwa mambo ya cleansing, Kama una mikosi ya kuahidiwa vitu alafu baadaye tena vinashindwa kufaulu, umeahidiwa kitu alafu mtu anageuka, hii sabuni inaweza kusaidia. Wewe ni mtu wa bahati mbaya, kwa kizungu tunaita bad luck people. Watu walio bahati mbaya. Kuna watu wanasababishwa kuwa watu wa bahati mbaya, kuna watu majina yanasababisha wakuwe bahati mbaya. Kuna watu wanafaulu tu na wengine wanazaliwa wakiwa na bahati mbaya. Basi hii pia inaweza kuwa msaada kwako. Pia wewe ambao unataka kuvuta mambo ya kuvutia, mambo mema, attraction inaweza kusaidia, na mambo ya pesa pia inaweza ikakusaidia, na kibali. Kwa hivyo naomba unitege masikio vizuri, sababu naweza nikataja vitu ambavyo vingine huwezi pata. Na kwa nini niko hapa? Niko hapa kwa sababu wengine vitu ambavyo hamwezi pata, unaweza nitumia nikakusaidia kutengeneza hiyo sabuni, na nikakutumia mahali popote ulipo. Vitu ambavyo huwezi pata. Utahitaji majani 14 ya bitter leaf ambayo hayana mashimo kabisa. Bitter leaf, majani 14 ya bitter leaf. Kuna watu hapa ambao mkinisikiliza huwa mnasema, mtu wa Mungu unataja mambo mengi ambayo ni mazuri, lakini hatuna hizo vifaa. Ni sawa, hauna hiyo vifaa. Unaweza kufanya order nikakutengenezea ukatumiwa. La pili, kuna watu hapa ambao wanaweza pata hizo vifaa. Wakipata, wanaweza tengeneza. Kwa wale ambao hawana, wanaweza kuorder. Kama wawezi kuorder ni watengenezee, basi itabidi wangoje mpaka nitengeneze video ama niseme kitu ambacho unaweza kupata. Sababu maumbile ni mengi dunia mzima, na kuwezekani kwamba ni kitu aina moja peke yake ambacho Mungu anatumia. Niliwaambia siku moja kwamba kwa swali moja Mungu anaweza akajibu na majibu 250. Anaweza kuwa na majibu 250 kwa swali moja peke yake. So usimulimiti Mungu kwamba kama kutakuwa na sabuni aina hii lazima kuwe na aina ya vifaa hivi tu. Hii ni vifaa tu ambavyo kama unaweza fikia, unaweza tengeneza. Majani 14 ya bitter leaf, mbegu 14 za pilipili ya algeta, mbegu 14 ya pilipili ya algeta, alafu na ile shea butter iko kwa supermarket popote duniani. Unaweza kwenda katika supermarket ukasema unataka shea butter, utapewa. Iko pale. Alafu na sabuni nyeusi. Sabuni yoyote ambayo ni ya mti, ambao ni nyeusi, ngumu hizi ambao ni nyeusi, inaweza kusaidia kwa hili. Alafu utafute mkoba ambao utaweka ndani ya kombe au kitu fulani, chombo cheupe ambacho utaweza kuweka ndani hiyo kazi, kisha utahifadhi pale. Ni nini ambao utahitaji kwa kutengeneza? Tafuta kinu, kile kitu cha kupiga. Tafuta kinu, weke yale majani 14 ndani, weke mbegu 14 za algeta pepe, weke pale ndani. Ukishaweka pale ndani, changanya kabisa, piga kabisa mpaka iwe powder, ikishikane vizuri. Ikuwe kama kitu ambacho kimeshikanishwa vizuri. Alafu ukishamaliza, utaongeza hiyo shea butter. Shea butter hiyo inakaanga kama Blue Band. Iko kwa mkebe fulani kwa supermarket. Zinakaa kama Blue Band. Ni kama mafuta haya za lotion. Utatumia hiyo, uweke ndani. Ukishaweka ndani shea butter, kitu kingine ambao utafanya, utakatakata hiyo sabuni vipande, uongeze ndani, alafu upige, uchanganye. Changanya kabisa mpaka ishikane yote. Ikishashikana, sasa utaipeleka mbele zake Mungu kwa maombi. Kuhusu mambo ya bahati nzuri, kuhusu mambo ya kuondoa mikosi na laana, kuhusu mambo ya kuvutia vitu vyema, kuhusu mambo ya kuvutia uwezo wa pesa, kuhusu mambo ya kupata kibali kwa mambo mazuri na kwa watu wazuri. Sasa utaweka maombi yako juu yake, utatapika maneno yote ya moyo wako vile unavyotaka
ukioga na hiyo sabuni Mungu akutendee. Sikiliza vile nasema, ukioga hiyo sabuni Mungu akutendee. Vile unavyotaka ukioga hiyo sabuni Mungu akutendee. Utaomba maneno ukitamkia, ukiwa umeshika, tuseme kwa mfano sabuni hii, utakuwa umeshika kwa mkono ukiomba Mungu kwamba unapoitumia hili na lile liweze kufanyika, hili na hili liweze kufanyika. Kutengeneza ni jambo pia linawezekana tu, lakini kuiweka wakfu mbele zake Mungu ndio ifanye kazi. Hapo ndio mahali watu hushindwa, kwa sababu kuna watu ambao hawana uwezo wa kuiweka, na hata wakiweka haikubaliki kwao, maana wao tayari ni waadhiriwa kwa Kiswahili, yani the victim people, wale ambao wameadhirika tayari. Sasa wako na upungufu wa kutengeneza kitu fulani ya kiroho ambayo inaweza kufanya kazi. Sasa inabidi uagize kwetu au utengeneze, alafu ulipia gharama fulani uweze kutengeneza, kukuja kuiweka mbele zetu, tuweze kuicommission kwa niaba yako. Mungu anaweza kusaidia. Baada ya kuvomit, kunena maneno unayotaka katika product hiyo, sasa hivi ndivyo utakavyoitumia. Hivi ndivyo utakavyoitumia. Asubuhi na mapema, baada ya kuongea na Mungu kwa sala na maombi, asubuhi na mapema usisalimia mtu, usiongee na mtu yeyote duniani, isipokuwa uanze na kuoga hiyo sabuni. Utumie hiyo sabuni uoge nayo asubuhi unapoamka, kabla jua halijafanya nini, halijachomoa upande ule. Uoge. Utumie kiponji kile kipya ambacho hakijatumika. Uoge asubuhi na mapema kabla jua halijatokea. Alafu tena uoge usiku wakati jua limetua. Saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 unaweza kuoga kama jua limefanya nini, limeingia, limetua mawiyoni kule. Sasa ndio unaoga. Ukienda kwa kitanda kulala, utaoga hivyo mara 2 kwa siku. Sasa nikueleze, unatumia kiponji kipya kwa hiyo msafara wa kuoga. Unaweza tumia siku 3, unaweza kuoga siku 7, unaweza kuoga siku 9, unaweza kuoga siku 14 au siku 21. Mungu kwa Roho Mtakatifu aliye ndani yako akuongoze vile utakavyooga, siku ngapi. Unaona, kuna watu ukiwabishia mara moja wanafungua mlango. Kuna wengine mpaka ubishe mara 2, 3 ndio wafungue. Kuna wengine mpaka ugonge sana ndio sasa amuke. Akifungua si kwa sababu alitaka, atafungua kwa sababu anasikia kelele inazidi, unamsumbua. So anakufungulia ili mtatue lile jambo ambalo anataka uondoke, uache kumsumbua. So ulimwengu wa kiroho uko hivyo. Kuna watu wanaoga mara 3 tu, mambo yao tayari ndio hiyo imebadilika, ina change vizuri. Kuna watu wanaoga mara 7 tu, mambo imefanyika. Kuna watu mpaka ifike siku 14, kuna watu mpaka 21, hivyo. Watu wako tofauti, na shida katika maisha ya watu ziko tofauti. Kuna zingine za kuganda sana, zimechukua miaka 18, zimechukua miaka 24, wengine tangu wazaliwa wana miaka 38, na mpaka sasa walipokuwa wadogo na miaka 5 walianza kuona hiyo shida, na mpaka sasa hiyo shida haijawahi kuondoka. Wameenda kuombewa hapa na pale makanisani, wametoa dhabihu na sadaka, fungu la 10 wametoa katika maeneo mengi, lakini hawajaona mabadiliko. Sasa mtu yule ambaye ameumia miaka mingi, madhabahu ya adui imejengwa sana ndani yake mpaka imepeleka mizizi. Usitegemee kwamba tutafanya kuoga mara 2, 3 alafu hiyo shida inaisha. Inatakana ichukuliwa hatua kwa hatua iweze kutatuliwa. Mwanadamu hata alipoanguka, Yesu alipomwokoa mwanadamu alimwokoa mara moja, lakini ukombozi ni hatua kwa hatua, deliverance, hatua kwa hatua. Lazaro alifufuliwa akawa ni mzima, lakini bado sanda za mauti zimemfunga. Usisahau hilo. Unaweza kuwa umetoka ndani kwa kuogea hiyo sabuni siku 7, lakini bado hauoni matokeo kwa sababu sanda bado zinakufunga, lakini imeshafanya kazi yake, umetoka. So usifute mwili wako na taweli wakati unaoga na hii sabuni.
Usifute na taulo, wacha maji ikaukia pale kwa mwili. Usikojolee maji wakati unaoga, wala usiteme mate wakati unaoga. Usijue mumeo wala mkeo wakati unatumia hii product. Kwa hizo siku ambazo Mungu atakusaidia utakuwa umetenga. Usijue mwenzio. Vumilia, mtu wa Mungu, hutakufa. Tulia tu, badilisha mazingira. Kuna mambo yatakuja kwako mazuri ya kujitenga kwa ajili ya hili. Kuna mahali pengine Biblia inasema waambie kama wakijitenga na hao. Wakijitenga na hao. Kuna watu ambao inatakana kujitenga nao. So siku moja wanafunzi wale wa Israeli wakamwambia Musa, tunataka sisi wenyewe tuongeleshe Mungu. Mungu akamwambia waambie wafue mavazi yao, alafu wajitenge na wanawake kwa siku 3. Unaelewa kwamba wewe mama ambao unanisikiza na binti unanisikiza, si kwamba nyinyi ni makosa. Lakini kuna vitu ambavyo vitakuhusu usikutana mwanaume wakati unafanya. Na kuna vitu ambavyo ukikutana mwanaume havina shida. Lakini kuna vile ambavyo usikutana mwanaume, usikutana mpenzi wako wa kike wa kiume kama unafanya. Hasa kama hii sabuni ukioga nayo usikutane. Mungu akusaidie, usiteme mate wakati unaoga, na usitumie champali ama slippers ukienda kuoga. Enda miguu chuma kwa bathroom. Uoge, ukimaliza utafanya hivyo. Kwa siku 7, siku 3, siku 14, siku 21, siku 9, Mungu atakusaidia. Asante kwa kunisikiza. Bwana Mungu akubariki. Wale ambao mnakuja kwa semina hii yangu hapa, mkutano wa mabadiliko kwa siku 2 peke yake, lipa gharama ukuje. Hautajuta. Utajua kwa nini Mungu alinitumia kulipa hizi gharama hiyo mikutano kuwe. Kwa hivyo nawatangazia na nawatuma kila mahali, mwalike watu, lipeni gharama, lipa fare kuja pale kwa hiyo mkutano. Hapo Bumala Center. Kuna hapo stage ya Kisumu, hapo nyuma ya hiyo bakery. Tuko na center ambao tunafanyia hizo huduma, na watu waingia pale kwa ajili ya tarehe 28 na 29. Mungu wa mbinguni aliyewaumba atabadilisha majina yenu kwa wema. Asante.